Ahlan bikum wapenzi watazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumewaletea somo la lugha ya Kiarabu ambacho anachoongea watu wa Misri au watu wa Egypt. Tunakuletea hili somo ili uweze kuongea na wa Misri. Kuna lugha fasaha alafu kuna lugha ya amia. Kwa hiyo hili somo ni somo la lugha ya amia na tupo mwanzoni kabisa mwa somo hili. Kwa hiyo kaa tayari kusikiliza. Kama unavyoona hapa kwenye kichwa cha habari, atahiyatu maana yake ni salamu au maamkizi. Fatratu sabahia, kipindi cha asubuhi. Wanasalimiana vipi kipindi cha asubuhi? Kama ifuatavyo, bila kupoteza muda. Wakisema habari za asubuhi, wao wanasema sabahul khair, sabahul khair, habari za asubuhi. Ukijibu kusema habari za asubuhi nzuri, utasema sabahun nur, habari za asubuhi ni nzuri. Sabahul khair, habari za asubuhi. Sabahun nur, habari za asubuhi ni nzuri. Kwa njia nyingine, sabahul khair alaik ya sahbi, hii habari za asubuhi rafiki yangu. Yani unataka kumwambia rafiki yako habari za asubuhi, unamwambia sabahul khair alayka ya sahbi, sabahul khair alayka ya sahbi, habari za asubuhi rafiki yangu. Akijibu anasema sabahun nur zayak, akijibu anasema sabahun nur. Kuna koma hapa, maana yake sabahun nur inatosha kumjibu anayekuuliza sabahul khair alayka ya sahbi. Kwa hiyo utasema sabahun nur, habari za asubuhi ni nzuri. Unaweza ukamjibu hivi alafu ukaunganisha na kumuuliza swali zayak. Zayak manake vipi au mambo vipi. Kwa utasema sabahun nur zayak, habari za asubuhi ni nzuri, vipi? Akijibu anasema alhamdulillah, habari za asubuhi ni nzuri, safi, namshukuru Mungu. Okay? Kwa njia nyingine, ukitaka kumuuliza habari za asubuhi lakini unauliza watu wengi, utasema sabahul khair alaikum ya rigala, sabahul khair alaikum ya rigala. Ya rigala manake habari za asubuhi wazee au washikaji. Rigala manake washikaji. Wakijibu, sababu anaweza akajibu mmoja tu au akajibu wawili, sema sabahul ful, habari za asubuhi ni nzuri. Maana sabahul ful ya basha, itfaddal, habari za asubuhi ni nzuri mheshimiwa, karibu. Ya basha, basha manake mheshimiwa, itfaddal, karibu. So basha kama vile tulivyozoea Tanzania, basha ni mtu ambaye ana mambo ya ushenzi muuni. Kwa hiyo hii hapa ina maana basha mheshimiwa. Okay, tunaendelea kwa aina nyingine ya kusema habari za asubuhi. Utasema sabahul khair alaikum ya jamaa, habari za asubuhi wazee au jamani. Jamaa ni kikundi cha watu, kwa hiyo utasema habari za asubuhi jamani, ukitaka kutafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Sabahul asal, habari za asubuhi ni nzuri. Uli ya habibi, uli ya habibi manake sema kipenzi, habibi manake kipenzi. Kwa hiyo sabahul asal, uli ya habibi, sema kipenzi changu, habari za asubuhi nzuri. Tunaendelea namna nyingine ya kumuuliza mtu. Utasema hivi, ukitaka kumuuliza mtu umeamkaje, utasema amil umeamkaje, au akhbarak umeamkaje. Amil manake umeamkaje na akhbarak manake umeamkaje au mambo vipi. Amil mambo vipi, akhbarak mambo vipi, hivyo kwenye lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kuna lugha ile ya kuongea vijana na kuna lugha ambayo wanaongea watu wazima, wanasema umeamkaje, lakini kwa vijana wanasema mambo vipi. Kwa kama unavyoona hapo, ukijibu kama unamwambia unataka kumjibu unasema nimeamka vizuri, utasema ana kuwais. Anaweza akakuuliza kwa njia nyingine izaiyak ina maana mambo vipi na ina maana umeamkaje. Kwa hiyo kama ilivyokuwa amil na izaiyaka ina maana hiyo, na akhbarak na izaiyaka ina maana kama akhbarak. Ukijibu unasema ana kuwais wa zail ful, mimi nimeamka vizuri kabisa. Okay? Zail ful ni chakula ambacho anakila asubuhi, lakini wenyewe wanatia katika salamu wa zail ful, yani kama vile ashakula chakula cha asubuhi na yuko fresh kabisa. Tunaendelea. Ehna kuwayisin, wanakuuliza ento amiline. Ehna kuwayisin, izayak amilin hapa kidogo kumepishana kidogo. Aiwa, kama hivi amiline habaibi, amilin ya habaibi, mambo vipi au mmeamkaje washikaji zangu, mmeamkaje wa vipenzi vyangu. Ehna kuwayisin, tumeamka vizuri. Akhbarukum ya rigala, mmeamkaje wazee. Alhamdulillah, ehna kuwayisin, tumeamka vizuri, tunamshukuru Mungu, sisi tuko vizuri, tumeamka vizuri, alhamdulillah, inajulikana hii. Okay, amilin ya banat, mmeamkaje nyie mabinti, mmeamkaje. Hii unauliza mabinti. Kwenye Kiswahili tunasemaga hivi, kina dada mmeamkaje, kina dada habari zenu, mmeamkaje. Ehna kuwayisin wa zail ful, alhamdulillah, sisi tumeamka vizuri na tunaendelea safi kabisa. Kwa ndo tunapouliza kwenye Kiswahili. Unataka kumuuliza Muhammad vipi, ameamkaje, unasema Muhammad amil utasema hivyo.
Ukijibu unasema huwa kwais, yeye yupo salama. Huwa kwais, yeye yupo salama. Aisha amla, Aisha ameamkaje? Vipi Aisha ameamkaje? Hiya kwaisa, yeye ameamka vizuri. Tumeelewana? Haya, ukitaka kumuuliza labda vipi Kasimu na Samia wameamkaje au wawili, utauliza hivi kwenye Kiarabu: Qasim wa Sumaya amilin Qasim wa Sumaya amilin au Qasim wa Sumaya amilin Qasim na Sumaya wanaendeleaje? Ukijibu unasema humma kwayisin, wao wako salama. Humma kwayisin, kusema humma kwayisin maana yake wao wako salama. Tumeelewana? Haya, kuna hii hapa hii. Unataka kumuuliza mtu unafanya nini? Utasema bitamil, unafanya nini? Yeye akijibu anasema ba'mil shughul, ba'mil shughuli, mimi ninafanya kazi zangu. Au anaweza akajibu wala haga, sifanyi kitu chochote. Ukisema wala haga maana yake sifanyi kitu chochote. Ukisema unaweza ukajibu pia a'id bas, mimi nimekaa tu. Sawa, a'id bas, nimekaa tu. Okay? Kuna hii hapa hii raih fen. Ukitaka kumuuliza mtu unaenda wapi kwenye amia utasema raih fen, unaenda wapi? Ukijibu ukisema labda naenda kazini utasema raih shughul, raih shughul, raih shughul, mimi ninaenda kazini. Au nazil mishwar, mimi naenda zangu kwenye mambo yangu. Mishwar, mambo yangu. Nazil manake naenda au nashuka. Kwa hiyo nazil, nashuka kwenye michongo yangu au naenda kwenye michongo yangu. Nazil mishwar, naenda kwenye michongo yangu. Kharij shuwaya, au ukijibu una uwezo wa kujibu kwa aina hii, kharij shuwaya, mimi natoka kidogo. Sawa? Haya, kuna hii hapa hii hatigi emta, utakuja saa ngapi? Unaweza kujibu kamani shuwaya, unaweza kusema hivyo kwamba utakuja baada ya muda, au bilel, utakuja usiku, au baada saa, au unaweza kusema utakuja baada ya saa moja. Mafish mushkila maana yake hakuna tatizo. Ukisema hakuna tatizo kwenye amia utasema mafish mushkila. Ukisema sawa nimekuelewa utasema hadir. Kwa hiyo utasema hadir, sawa. Ukitaka kusema sawa nimekuelewa utasema hadir kwenye amia, au utasema mashi, utasema sawa nimekuelewa. Ukitaka kusema nisubiri kidogo utasema istanna shuwaya, nisubiri kidogo. Au ukitaka kumwambia mtu subiri kidogo utasema istanna shuwaya. Ukijibu kama mtu anayekwambia istanna shuwaya, ukitaka kumjibu usijali utasema wala ya himma, usijali au tamam. Au unaweza ukamjibu anavyokuambia istanna shuwaya, wewe ukamjibu tamam, nimekuelewa, yani sawa nimekuelewa. Ukitaka kusema naumwa kwenye amia utasemaje? Utasema ana taaban, mimi naumwa, au mimi nimechoka. Au nimechoka utasema ana taaban. Utamjibuje mtu anayesema mimi nimechoka au mimi ninaumwa? Kwenye amia utamjibu hivi, Mungu akuponeshe. Ukitaka kumwambia hivyo utasema rabbina ishfik, au utasema salamtak, Mungu akuponeshe. Salamtak manake Mungu akuponeshe, rabbina ishfik manake Mwenyezi Mungu akuponyeshe. Kwa aina zote hizi ni sawa kwa matumizi. Sawa? Hii hapa ya mwisho hii, ukitaka kumwambia mtu nahisi njaa utasema ana gaan, mimi ninahisi njaa. Ukitaka kumwambia mtu njoo tule utamwambia taala nakul, taala nakul manake njoo tule. Au utamjibu mtu ambaye anasema mimi nina njaa utamjibu utlub akl, utlub akl, utlub akl manake kachukue chakula au kanunue chakula. Kwa hiyo hapa ndio mwisho wa somo letu. Tusubirie somo lijalo Mungu akipenda. Thank you so much.